Welcome back to MHK Mind and Creative Artistic Hub. Karibu sana kwenye channel yetu ya MHK Mind and Creative Artistic Hub, ambapo tunajifunza vitu mbalimbali na tunashare idea mbalimbali, especially vitu ambavyo vinahusu mindset na lakini pia creativity, ubunifu, upande wa kuchora, upande wa matumizi yote ya rangi, kudesign na kadhalika. So specifically muda mwingi tunakuwa hapa tukishare mawazo mbalimbali kuhusu lifestyle na mindset in general. So kama hujasubscribe, usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza ukashare hii video ili watu wengi waweze kuiangalia na kuweza kujifunza kama wewe. Kwa hiyo leo nimekuja tena, tunataka tujifunze kitu kinachoitwa imagination. What is imagination? Au mtu, kwa nini imagination ni moja ya vitu muhimu sana kwenye maisha ambavyo unatakiwa vitumie wewe kama kijana au wewe mtu yoyote yule. Kwa nini imagination ni moja ya vitu ambavyo hauwezi kuviepuka, lakini pia ni muhimu sana kupita kiasi, ambavyo katika kila kitu unachokifanya ili uweze kufanikiwa lazima utumie imagination. So bila kupoteza muda, just subscribe ili tuweze kuendelea hapa na podcast yetu. So naomba nianze kwa kutudadafue maana ya imagination, then tuangalie namna gani inavyotumika kwenye maisha yetu na tunawezaje kuitumia ili tuweze kufanikiwa. So imagination ni nini? Anakuambia kwamba from the dictionary, anakuambia imagination, it is an act or a process of forming a conscious or mental image, a conscious idea or mental image of something never before or perceived in reality by the imaginer. In bracket anakwambia as through the synthesis of remembered element of previous experience. Yani imagination is the process of forming a conscious idea. Yani imagination ni mchakato wa kutengeneza idea, lakini huo mchakato unaufanya consciously. Consciously inamaanisha yani haijatokea tu, unaofanya intentionally, yani ukiwa uko unajitambua. Ni kitu ambacho unakifanya ukiwa unajitambua, ni kukaa chini ukatafakari au ukatengeneza idea au ukatengeneza kitu, yani kwa kukifanyia imagination, yani kwa kukifikiria na kukitengeneza kitakuwa hivi intentionally, bila sio kitu ambacho kinakuja from nowhere, umekaa tu hivi au umelala ukaimagine ukafanya vitu. Nothing. Imagination will never happen before consciousness. Yani huwezi kufanya imagination kama haujitambui, yani haupo tayari kwa kufanya imagination. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunajifunza kwamba imagination ni kitu ambacho hakiji hivi tu. Inabidi kwanza ukae chini uwe intentional kwamba unataka kufanya hicho kitu. So imagination ni ile hali ya kuform picha fulani hivi, unapiga picha ambayo ni ya kichwa, unafanya yani kutengeneza picha ya kitu ambacho baada ya kija happen haujawahi kukifanya in reality au hakijawahi kutokea, lakini una imagine kitakavyokuwa, yani unakitengenezea picha. Kwa mfano kipindi na design hii wall, yani ukuta, kipindi na design au kabla sija design na kipindi naandaa muonekano wake utakavyokuwa nini, kuanzia kwenye kuchora, kuanzia kwenye kutengeneza body itakavyoonekana. Hiki kitu kinaanza kama idea, unakuwa nayo kichwani. Sasa hiyo idea ukishakuwa nayo kichwani, kwanza nikurudisha kwanza kwenye kitabu cha The Law of Success by Napoleon Hill. Anakuambia moja ya vitu ambavyo inabidi uwe navyo ni burning desire. Yani kwenye mchakato wa kutengeneza kitu chochote kile, huaga tunaanza na desire, yani kutaka, hamu ya kutaka hicho kitu au mwemko wa kutaka hicho kitu unachotaka kukifanya. Kwa hiyo ile burning desire ukishaipata, kwa mfano nataka kufanikiwa kwenye kitu fulani, nataka kununua gari au nataka kufaulu masomo fulani, kwanza unakuwa na ile hali ya kutaka hicho kitu. So kitu cha pili ambacho inabidi ukifanya ni kufanya visioning. Visioning ni kuangalia, kujiona ukiwa umepata hicho kitu. Sasa kwenye hapa kwenye visioning ndio watu tunafanya imagination. Imagination ni hali ya kutengeneza picha kiakili, yani unatengeneza picha kichwani kitu kitakavyokuwa full picture, na hiki kitu unakifanya conscious, unakifanya ukiwa unajitambua, sio kitu kinachokuja from nowhere. So unagundua kwamba imagination ni ile picha unayotengeneza kichwani kwamba nataka kusafiri kwenda Dar nikifika itakuwaje?
nitapita hapa, nitapita hapa, nitapita hapa. So unatengeneza picha kichwani, mchakato wote kabla hujaanza kufanya hicho kitu. Na hii inatusaidia nini? So kabla hujajifunza umuhimu wa imagination, ngoja tumalizie hii maana ya imagination. So ni kitu ambacho nakifanya intentional, na nakwambia kama it is a mental image of something never before perceived in reality by the imaginer. Ni picha ya kichwani, ni mental image. It is a mental image, yani ni picha ambayo unaitengeneza kichwani, ambayo haujawahi kuitambua kabisa mwanzo mpaka mwisho itakavyokuwa, au haujawahi kutokea kwenye reality. Hasa sisi wachoraji au watu wenye vipaji vya kuchora tunatumia sana imagination. Ndio maana kuna hata zile picha zinaitwa imaginative picture. Mimi mara nyingi natumia picha kufundisha kwenye podcast zangu because I'm talented in speaking and drawing and creativity. So mara nyingi utaniona nikiwa naonesha picha zangu lakini picha zote ninazozichora mara nyingi I form them in the mind before I draw them. Unless ni zile ambazo na copy na kupaste, naangalia na kuchora. Lakini zile za kutengeneza mwenyewe natengeneza kwanza ule mchoro kichwani utakavyokuwa. Rangi na upaka kichwani kwamba hapa atafanya hivi. Napata kwanza muonekano wa kile kitu, afu ndo naanza kuchora in physically. So imagination, that's how it is. Yani hiyo ndo maana kamili ya imagination. Lakini nakwambia as through the synthesis of remembered element of previous experience or idea. Imagination ni kitu ambacho kinatengeneza kutokana na kuchakata zile taarifa na matukio uliokuwa na experience wewe kipindi cha nyuma. Kwa hiyo utagundua kwamba mara nyingi imagination inachukua zile taarifa ulizonazo kwanza kichwani au experience yako, alafu inaunganisha na taarifa zingine ambazo hazija happen na kutengeneza kitu ambacho inakutengenezea picha ambayo utakuja kuwa. Kwa mfano, mara nyingi yani imagination zetu kwanza zinaanzia kwenye mazingira. Ukiona kitu fulani inachukua hizo taarifa, inapiga picha kwamba hivi hapa ili eneo. Kwa mfano umenunua eneo ambalo bado halijajengwa. Unapiga picha ili eneo likiwa baada ya miaka 5 nikiwa nimejenga hivi na hivi na hivi itakuwa lina soko sana. So ile imagination inachukua the present information, taarifa kwanza ambazo zipo, inatengeneza inatengeneza taarifa ambazo hazijakuwepo kwanza, alafu inakupa kitu ambacho ni productive, yani inakupa picha kamili. Kwa hiyo ndo maana kamili ya imagination. Lakini pia maana ya pili kwa nakwambia imagination is a creativity, it is a creative ability. Kwa nini creative ability? Na kurudisha kwanza kwenye kitabu cha Napoleon Hill pia cha The Law of Success, kwenye imagination ameiongelea akasema imagination it is a workshop of the mind. Kwa nini yeye akaita the workshop of the mind? Kwa sababu imagination ni kitendo pekee ambacho kinaturuhusu sisi kwenda zaidi, kwenda kuangalia kile ambacho hakijawahi kutokea. Imagination ni kitendo pekee ambacho kinakufanya wewe uachieve kitu ambacho hujawahi kuachieve, uone picha ambayo hujawahi kuona, uone matokeo ambayo hayajawahi kutokea. So unagundua kwamba imagination, bila imagination sisi hatungekuwa na ndege, sisi hatungekuwa na kitu chochote, kwa sababu hata ukiangalia hawa kina wanasayansi wakubwa wametumia imagination sana kuchora michoro, wote wametumia imagination yani kila kitu kinacho happen kinatumia imagination. So unagundua kwamba bila imagination hatuwezi kusurvive. Kwa tutumie sana imagination. So inabidi katika mipango yetu, kabla hujafanya kitu chochote, inabidi ukae chini utengeneze picha kamili ya hicho kitu. Na umuhimu wake ni nini? Kwa nini tunatakiwa kufanya imagination? Ni kwa sababu gani? Kama haujui unakoelekea, ni rahisi sana wewe popote. Tunasema kama hujui unakoelekea, popote utakapofika utaona umefanyaje, utafika. Yani kama hujui unapoelekea, popote ulipo utaona umefika. So kwa nini huu msemo unakuja? Huu msemo unakuja kwamba siku zote kama una malengo kwenye maisha ya kuelekea sehemu fulani au ya kufika sehemu fulani, lakini haujui exact place unayotaka kuachieve au exact place unayotaka kuenda, inamaanisha nini? Inamaanisha wewe popote utakapofika, yani popote ulipo utaona umefika. Kwa hiyo imagination au mental picture inatusaidia kujua goals zetu ziko wapi au malengo yetu yako wapi. Kwa sababu kwenye maisha utagundua kwamba utafanya kitu utahisi umefanikiwa, kumbe wewe bado. Lakini kama haukuwa na ile picha kamili unayotaka mwisho wa siku kwenye kufanya hicho kitu, popote utakapofika utaona
umefanikiwa. Kwa mfano mimi kipindi nachora, hata kuja kudesign tu hii, nilichora hii michoro kwanza, nilipiga kwanza hii mistari ya kwenda hivi chap 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 chap, nikadesign na juu. Lakini baada ya kuchora hii mistari kwanza ya kwenda hivi, kabla sijaweka hivi vidude hivi na hivi mnavyoviona hapa, kabla sijaviweka nilikuwa nimekata tamaa, na nikasema ngoja niishie tu hapa na pale juu panatosha, panapendeza. Lakini nikakumbuka kwamba kwenye picha yangu ya kichwani au malengo yangu niliyojiwekea, ile picha niliyoiona baada ya kumaliza hii kazi, haikutakiwa kuwa hivi. Itakiwa kuwa kuna mistari imekata hivi, imetengeneza square na katikati kuna vidoti, ndio picha kamili niliyokuwa naiona. So nikawa naona nimefika, lakini bado sijapata kile ninachokitaka. Kwa hiyo nikakaa chini nikasema okay, ngoja nirudi ninunue rangi nyingine nimalizie. Na bahati nzuri na yule nilikuwa nafanya naye kazi akaniambia, wewe usiniambie unataka iwe hivi na hivi na hivi, basi malizia ndio itapendeza zaidi. So unagundua kwamba yeye kanimotivate, akasema nikasema okay, ngoja niendelee. Nikachukua rangi, nikachanganya, nikapulizia, nikamaliza kazi ikapendeza, ikawa nzuri kama mlivyoona there. Kwa hiyo utagundua kwamba kwa sababu nilikuwa na ile mental picture, nilikuwa na ile full package ya kitu ninachokitaka kukiachieve, ilinisaidia mimi kujua nakoelekea, kwamba bwana, mimi naelekea hapa, bila kufika hapa siachi. Kwa hiyo chochote unachokifanya kwenye maisha, ukiwa na picha kamili ya kitu unachokitaka kwenye maisha, itakusaidia wewe kutokukata tamaa sehemu yoyote unapofika, na utajua unakoelekea. Lakini pia sio kutokukata tamaa tu, itakusaidia wewe kujua niishie wapi, kwa sababu unajua unachokitaka kwenye maisha. So na conclude kwa kusema hivi, tujitahidi sana kwenye maisha kutengeneza picha kabla hujafanya kitu chochote kile, kabla hujaanza kusoma, kabla hujaanza kuwekeza, kabla hujaanza kufanya chochote kile. Jitahidi sana utulie chini kwanza, utengeneze picha kamili kichwani kitu unachokitaka ukifanye. Lakini pia psychologically, from imagination, tunasema kwamba ukifanya imagination ukawa na ile mental picture, psychologically inaanza kuattract, tunasema yani inaanza kuattract psychologically, inaanza kuattract fursa na watu na mazingira yatakayokusaidia kuachieve hiyo picha ambayo umeshakuwa nayo kichwani. Ndio maana mara nyingi ukijaribu kuangalia, tunatumia imagination hata sometime bila kujua. Angalia sisi vijana wewe, kabla hujamapproach mtu, au ukimwona msichana amepita, first of all, kama nilivyowaambia, you have a desire, unapata ile desire ya kumtaka ya kummiliki, unapata desire, shauku ya kummiliki. Sasa ukishapata shauku, mara nyingi kinachofuata huwa ni imagination. Unaanza kutengeneza picha, unapiga picha, huyu nikishampata itakuwa hivi na hivi na hivi. Yaani unapiga picha ukiwa naye mazingira fulani, mmechili, mnakunywa juisi au nini, au usiku au nini, yani unapiga picha yote kwa kumwangalia. Unaona, ukishapiga picha yote ile, unaanza kujiona nitakuwa nini, nitakuwa hivi, yani unapata hata flutter kabla haja happen. Alafu ukishamaliza hapo, unaanza sasa, kinachofuata ni action. Picha already unayo kichwani kwamba nataka kuachieve hiki kitu, na mara nyingi huwa mnafanikiwa ni kwa sababu already you have the mental picture. So usiishie tu kufanya hivyo kwenye vitu ambavyo not so much relative in life, japokuwa ni muhimu, lakini pia itumie hata kwenye mafanikio yako mengine, kwenye kutafuta kitu ambacho unakihitaji. So asante sana, naomba nishie hapa, na unaweza kusubscribe kwenye channel yetu ili tuweze kujifunza vitu vingi. Bado material ni mengi, ni channel pekee ambayo unaweza kujifunza vitu bila kulipia na kuenjoy.